Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayuha almushahiduna walmutabiuna fi barnamajina, ahlan bikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tupo katika mwendelezo wetu wa somo letu la lugha ya Kiarabu katika kipengele muhimu cha kujifunza hurufu alhijaiya, hurufu za Kiarabu ambazo tunakwenda nazo, ikiwa hii ni sehemu ya mwisho kabisa kuweza kuzifahamu kwa undani herufi zetu za lugha ya Kiarabu. Hebu kuwa nami leo, tuko na herufi gani? Naam, kwa wale ambao walifuatilia walifahamu namna gani ya kuweza kuziandika na kuzisoma zile herufi za lugha ya Kiarabu. Kwa kutumia mtindo huu, basi utakuwa wewe tayari umekamilisha kuzifahamu herufi zote za lugha ya Kiarabu ambazo ni 28. Hebu tuone herufi za mwisho kwa leo. Hapa tunachukua herufi ya fa. Angalia midomo hii inavyobana kidogo na kuachia. Fa, 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 faun. Kwa hiyo faun ni herufi kama F kwa lugha nyingine, lakini kwa lugha ya Kiswahili nakusudia, lakini matumizi kwenye sentence hutofautiana. Fa, fi, fu. Naam, fa, fi, fu. Okay. Herufi nyingine ni qafun. Qa, qafun. Hii qa ni tofauti na ka. Qafun inakuja kama kwenye ko kidogo, lakini hii kafun ni herufi ya pili yake inayofuata. Qafun, qa, qi, qu. Qa, qi, qu ambazo ni herufi za qalqala. Okay. Qala, yaqulu, qul. Okay. Twende herufi nyingine ni kafun. Kafun inatamka hapa kwenye ulimi ndani hapa. Kafun, kafun, kafun. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Okay. Herufi nyingine ni lamun. Ama tukirudi kwenye herufi hizi mbili tulizozipita hapa nyuma, qafun, watu wanajaribu kuitumia kwa q, lakini sidhani kama utaipata matamshi yake kwenye lugha ya Kiarabu q. Wanaitumia kaf kwa kutumia herufi ya k. Hii kidogo inaendana k kwa kaf. Hii kaf ambayo tumetamka kwa wepesi. Okay, kuna herufi nyingine ni lamun. Lamun kwenye lugha ya Kiswahili tunatumia elo. Lamun. Okay, la, li, lu. Hiyo haina kipengele. Naam, tuende herufi nyingine ambayo tunaitumia hapa ni mimun. Mimun. Midomo iangalia. Midomo ilikuwa imejibana, lakini utamkaji unaachia mdomo. Mimun. Hapa usifi ulimi hapo. Mimun. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Okay, tumalizie na herufi nyingine. Nunun. Wengine husema nuni. Okay, tuende hivyo kwa Kiswahili. Nuni. Hii herufi inatumika kama n kwenye lugha yetu. N. Kwa hiyo na, ni, nu. Ama herufi ya mim kama m. Ma, mi, mu. Ama herufi ya nuni na, ni, nu. Okay. Kuna herufi nyingine inakuwa ni herufi ya wawun. Wa kama w, wa, wi, wu. Okay. Herufi nyingine tunaimalizia hapa ni herufi ya haun. Ndio ile tulokuambia kwamba kuna herufi ya ha, kuna herufi ya kha, kuna herufi ya ha ambayo ndio hii hapa. Ha. Hii inatoka huku kwenye ko. Haun. Kwa hiyo hapa tukitazama kuna herufi tatu za kwenye ko, ambayo tunamalizia ya mwisho ni herufi ya hamza. Ambayo ni alifu, nayo ni alifu, ni sehemu ya alifu, ambayo hii ina matumizi yake tofauti na ile ya alifu tulioanzia. Sawa? Kwa hiyo tutaikuta matumizi a, hii mara nyingi inaikwa juu ya alifu, lakini inaweza ikakaa juu ya muundo wa mchoro uliokuwa kama yau, inaweza ikakaa juu ya mchoro kama juu ya wau. Zote zina matumizi yake. Tutasoma taratibu huko. Kwa hiyo tukimalizia herufi ya hamza inakuwa ni sawa kusema a, i, u kama tulivyoipita kule mwanzo, na mwisho ni kumalizia na herufi ya
yaun, yaun, yaun. Kwa hiyo hii ya inakuwa ni kama y na irabu a, e, i, o, u, lakini hapo tuna irabu tatu: ya, i, yu, ya, i, yu. Mpaka hapo tunakuwa tumemaliza herufi zetu za lugha ya Kiarabu. Natumai nawe umejifunza kusoma herufi za lugha ya Kiarabu. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare ili kuweza kuona nini kinachofuata kwenye utamu wa lugha ya Kiarabu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'assalama wala nadama.